hapa leo anaweza kushiriki pamoja nasi neno la Mungu. Karibu sana pastor. Nashukuru sana. Yes, habari ya Narok? Habari ya Narok ni njema. Iko sawa. Tunamtukuza Bwana. Amen. Amen. Hata sisi hapa Kisii tuko wazima kabisa. Tunaona kuna baraka ya mvua mingi kabisa. Nashukuru. Karibu sana. So kwa faida ya mtazamaji utatazama ile kamera, utuambie jina lako, umetoka wapi, kisha baadaye utatuingiza kwenye neno ambalo Mungu amekuandalia kwa ajili yetu siku ya leo, na tutabarikiwa wote kwa pamoja. Asante sana mtumishi wa Mungu. Kwa majina yangu kama vile ulivyosikia hapo awali, ni mchungaji Sylvia Kamoye, nimetoka sehemu sana kule Umasaini. Kweli Mungu ni wa ajabu, hachagui wala hapagui. Anawapenda wote, maana sisi wote ni uumbaji wake, na ndio maana anaokoa Wamasai, anaokoa pia Wakisii. Na Mungu ni wa ajabu sana, anatuunganisha wote tuwe kitu kimoja ili tukapate kulitukuza jina lake. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, mahali popote ulipo, nami nakusalimia asubuhi njema, na kupenda sana kwa ajili ya kutoa muda wako pia kunisikiliza ama kusikiliza neno la Mungu ambalo linatuisha sisi wote kila itwapo leo. Kwa hivyo nashukuru kwa nafasi ya kipekee ambayo Bwana ametuandalia asubuhi ya leo. Nimepatikana kwenye TV ili niseme pamoja nawe. Moyo wangu unafurahi sana na kumtukuza Bwana kwa ajili ya mambo mazuri ambayo Bwana ametuandalia asubuhi ya leo. Kwa hivyo nimetoka kule Umasaini, nashukuru Bwana kwa umbali ametuleta. Nashukuru kwa sababu pia ya siku ya leo nimepata nafasi niweze kusema nawe, niweze kusema na moyo wako kupitia neno ambalo linatuisha, linatutia nguvu. Maana safari hii ya wokovu si rahisi, lakini ukiwa naye Bwana tunatiwa nguvu. Tukiwa naye Bwana tunawezeshwa. Tukiwa naye Bwana tunaona uwepesi. Kwa hivyo Mungu ni mwaminifu na Mungu ni mzuri sana. Kabla sijasoma neno, naomba mahali popote ulipo tukapate kumshukuru Bwana na kumwadhimisha yeye aliye uzima ndani yetu. Na tuombe. Baba wa uzima, asubuhi njema, ni asubuhi ya kipekee. Siku ambaye ni siku ya ajabu ambayo umetusawadia tukapata kuona. Wacha jina lako likapewe sifa na jina lako likatukuzwe. Asante kwa ajili ya zawadi ya uzima, asante kwa ajili ya zawadi ya wokovu ambao umetujalia asubuhi njema. Nasi Bwana tunatoa sadaka ya shukrani mbele zako kwa ajili ya neema yako na kwa ajili ya upendo wako wa ajabu na kwa ajili ya msamaha wa dhambi hata asubuhi ya leo. Bwana wa majeshi, lihimidiwe jina lako na litukuzwe jina lako. Tazama mtazamaji ambaye ananitazama, Baba wa rehema, atakapoenda kushiriki neno lako ambalo ni uzima, ukatuponye na ukatukomboe, ukatuishe kwa utukufu wa jina lako. Asante maana wewe ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu Kristo nami nimeomba na kushukuru. Asante sana kwa kuchukua muda wako kunisikiliza. Natamani tu nishiriki pamoja nawe neno la Bwana ambalo linatoka katika kitabu cha Zaburi 37. Kitabu cha Zaburi 37. Basi kama uko pamoja nami, naomba tu kama una Biblia yako tusome pamoja, na mimi najua Bwana atakutendea mema. Zaburi 37. Zaburi 37 inasema, Yesu ni mzuri. Anasema usisumbuke kwa ajili ya watendao maovu, wala usiwaonee wivu watendao mabaya, kwa maana kama majani yanyauka mara kwa mimea ya kijani watakufa. Mtumainie Bwana na utende yaliyo mema, kaa katika inji ukafurahie malisho salama. Jifurahishe katika Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Siku zote unapokuwa mbele za Mungu, ukiweka tumaini lako kwa Bwana, hautapungukiwa chochote. Hakuna siku utawahi kosa chochote. Maana ndio maana Biblia inatuambia katika Zaburi 23 anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na chochote. Kwa sababu Bwana akiwa upande wako, siku zote unakuwa na utele. Bwana akiwa upande wako, siku zote unasikia kutiwa nguvu. Safari ya wokovu si rahisi, lakini ukiwa na Bwana anakutia nguvu. Akasema tumainia Bwana na utende yaliyo mema. Siku zote mtu anayetenda mema anatendewa mema. Kwa hivyo ndugu yangu, dada yangu, mahali popote ulipo, tamani kutendea mtu mema.
Tamani kutendea watu mema, maana unapotendea watu mema unatendewa mema. Biblia ikasema apandacho mtu ndicho atakachofuna. Kwa hivyo ukipenda yaliyo mema utafuna mema. Ukipanda mambo mazuri, hayo mambo mazuri ndio utafuna. Ukipanda yaliyo mabaya, hayo mabaya tu ndio utafuna. Kwa hivyo siku zote ukiwa duniani, tamani kukaa njia sawa na Mungu. Tamani kukaa katika njia za Bwana. Tamani kumtumainia Bwana kwa moyo wako wote. Maana mali za dunia hii ukizitumainia zina mwisho, lakini ukitumainia neno la Bwana na ukimtumainia Bwana, kuna mahali ambapo unaenda kupata thawabu. Kwa hivyo neno hii huwa linanitia moyo ya kwamba nisitumainie mwanadamu, maana Biblia inasema anayemtumainia mwanadamu amelaaniwa, lakini ukimtumainia Bwana unapata baraka toka kwake. Akasema mstari wa 25 inanitia moyo sana, nasema nilikuwa kijana na sasa ni mzee, lakini sijaona mwenye haki ameachwa. Ukimtumainia Bwana hautawachwa. Ukimtumainia Bwana watoto wako wanakuwa salama. Ukimtumainia Bwana ndoa yako inakuwa salama. Ukimtumainia Bwana kazi zako zinakuwa salama. Kwa hivyo anayeweka tumaini lake kwa Bwana ameweka mahali panapostahili. Kwa hivyo ndugu yangu unayenitazama, tafuta kuweka tumaini lako kwa Bwana, maana yule aliyeweka tumaini lake kwa Bwana hata aibika. Aliyeweka tumaini lake kwa Bwana hata choka njiani. Maana unapofika mahali ya kuchoka, Bwana anakutia nguvu. Unapofika mahali unasikia umeishiwa, Bwana anakuwezesha. Unapofika mahali unaona huna, Bwana anakujaza. Kwa hivyo weka tumaini lako kwa Bwana katika mapito ya dunia hii, maana dunia tulio nayo, dunia tuko sasa, ina shida, ina mambo mengi. Kuna mapito, kuna changamoto, kuna shida, kuna taabu, lakini kwa yote usigeuke nyuma, tazama mbele. Tafuta Yesu, atakusaidia. Tafuta Yesu, atakuongoza. Tafuta Yesu, ndiye kimbilio la maisha yako. Mstari wa 5 akasema, mkabidhi Bwana njia yako, mtumaini yeye, naye atatenda hili. Yeye atafanya haki yako ing'ae kama pambazuko, na hukumu ya shauri lako kama jua la adhuhuri. Mkabidhi Bwana njia zako. Mkabidhi Bwana mambo yako. Mkabidhi Bwana maisha yako. Mkabidhi Bwana ndoa ulio nayo. Mkabidhi Bwana watoto ambao amekusawadia, maana watoto ni zawadi mbele za Bwana. Watoto wako ukiwakabidhi mbele za Bwana, hakuna siku utalia kwa sababu ya watoto wako. Hakuna siku utajuta kwa ndoa ulio nayo. Hakuna siku utaona mahangaiko, maana Bwana akiwa katika njia zako atakuwa msaada kwa maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Natumai kabisa kuna jambo unalipokea, ya kwamba tumkabidhi Bwana njia zetu. Atakuwa kiongozi katika safari, atatutangulia, na akitutangulia Bwana tutafika salama. Naomba nisome neno katika Methali 16. Methali 16 anasema mipango ya moyoni ni ya mwanadamu, mbali jibu la ulimi hutoka kwa Bwana. Njia zote za mtu huonekana safi machoni pake mwenyewe, mbali makusudi hupimwa na Bwana. Akasema mstari wa 3, mkabidhi Bwana lolote ufanyalo, nayo mipango yako itafanikiwa. Anasema mipango ya moyoni ni ya mwanadamu. Ni mambo mengi tunapanga, lakini naelewa neno linaniambia njia zetu sio njia za Bwana. Kwa hivyo siku zote unapokaa, siku zote unapotafakari, kweli mipango ya mtu ni ya moyoni, lakini anasema jibu linatoka kwa Bwana. Tamani hata unapopanga mambo zako, tamani hata unapoweka ratiba, tamani hata unapotafakari kuhusu biashara zako, kuhusu maisha yako, kuhusu familia yako. Tamani siku zote unapokaa kwenye tafakari, kweli kabisa mipango ya moyo ni ya mwanadamu, lakini siku zote jawabu linatoka kwa Bwana. Tamani Bwana azungumze, tamani Bwana awe jibu, maana Yesu akiwa jibu ndani yako, siku zote unaona umetoboa, siku zote unaona umefika, siku zote unaona
kuna jambo jipya ambalo Bwana analifanya. Akarudi akasema, njia zote za mtu huonekana safi. Sisi tukiwa wanadamu duniani tunaona vile tunavyoenenda ni sawa, lakini machoni pa Bwana pengine sio sawa. Geuka leo muulize Mungu, njia zangu mbele zako zinakaaje Bwana? Mienendo zangu mbele zako zinakaaje Bwana? Nisije nikatembea kumbe natembea mwenyewe, nisije nikafanya kumbe nafanya mwenyewe. Bwana unisaidie ili njia zangu sikakupendeze, ili mienendo zangu sikakupendeze. Nisije nikatembea kwa mienendo zangu, kwa ufahamu wangu tu, kwa akili zangu tu, kwa ujuzi nilio nayo, kumbe sikufurahishi Bwana. Baba wa rehema, mwambie tu, Baba wa rehema, nionyeshe njia zako, nikapate kupita katika njia zako, nikapate kupita katika hekima yako. Akasema, mkabidhi Bwana lolote ufanyalo, nayo mipango yako itafanikiwa. Siku zote ndani ya maisha hii, kabidhi Bwana maisha yako. Hasa wewe unayemtazama, kabidhi Bwana moyo wako. Maana aliye na Yesu siku zote hatapungukiwa na jambo lolote. Kabidhi Bwana moyo wako, kabidhi Bwana roho yako, naye Bwana akiwa ndani yako siku zote unapata kuuishwa. Kwa hivyo siku zote tukiwa duniani, wacha tumtumainie huyu Bwana. Wacha tumsubiri Yesu, maana Bwana yuko tayari kututendea makuu. Tukikaa katika njia zake hatutapungukiwa. Tukikaa katika njia zake tutakuwa salama. Tukikaa katika njia zake tutafika katika ule mji ambayo Bwana ameenda kutuandalia. Kwa hivyo lolote unalofanya duniani, mkabidhi Bwana. Kama ni biashara, kabidhi Bwana biashara yako. Kama ni utumishi, kabidhi Bwana utumishi wako. Kama ni kazi unafanya mahali popote, walio nje za nje na walio hapa Kenya, popote mahali chochote unachofanya, mkabidhi Bwana. Kabla hujafanya jambo, mwambie Bwana, nakushirikisha hili. Baba, nakushirikisha hili, ili nitakapofanya nisifanye mwenyewe, ili nitakapoanza nisianze mwenyewe, ili nitakapotekeleza haya, Bwana wa majeshi, nisifanye mwenyewe. Natamani nifanye nikushirikishe. Kama vile huwa siku zote tunapopata maanguli, tunapopata chakula, tamani siku zote hata unapokula, shiriki na Bwana, shiriki na Yesu. Chochote unachokula, shiriki na Bwana. Hata katika safari ya wokovu, usiende peke yako. Usiende peke yako. Siku zote yule anayetembea kwenda vitani, ukienda peke yako utapigwa, lakini ukienda na Yesu, vita unashinda. Kwa hivyo tumkabidhi Bwana lolote tufanyalo, nayo mipango yetu itafanikiwa. Akasema, Bwana hufanya kila kitu kwa kusudi lake mwenyewe, hata waovu kwa siku ya maangamizi. Bwana anafanya kila kitu kwa kusudi lake. Hakuna mipango ya mwanadamu ambayo Bwana hajui. Na tumefika mahali kama wanadamu tunajidanganya. Tunafika mahali kama wanadamu tunaona kana kwamba Mungu hatuoni. Aketie kwa kiti cha enzi, anakujua vyema, anakufahamu vyema, ananijua, anakujua. Siku zote unapofanya lolote, usiseme hakuna mtu ananiona. Maana kama mimi mwanadamu usikuoni, kuna yule anayekuona. Na ndio Biblia ikasema, huwezi danganya watu watatu. Huwezi jidanganya wewe mwenyewe. Maana kile unachofanya unakijua. Na siku zote ukweli inaweka mtu huru. Hata ndani ya Kristo, ukiwa mkweli unapata haki mbele za Bwana. Kwa hivyo hakuna lolote unaloweza sema nafanya maana hakuna mwenye ananiona. Ndio, mimi mwanadamu naweza kuwa sikuoni. Mimi mwanadamu naweza kuwa sijui, lakini kuna yule anayeketi kwa kiti cha enzi, anakuona. Kwa hivyo vitu zako zote ama mambo yako yote, fanya kwa uhalali, fanya kwa uwazi. Maana Mungu anapenda mtu aliye wazi ndani ya moyo wake. Na ndio maana siku zote unapoanza jambo, ukianza kama umeshirikisha watu ambao mnakaa pamoja, umeshirikisha familia yako, hilo jambo siku zote linafanikiwa. Lakini ukifanya jambo la sirini, si rahisi kufanikiwa, kwa sababu unafanya pasipo kutaka kujua, utamani hata kumshirikisha hata Mungu. Kwa hivyo ukishirikisha Mungu mambo zako, ukishirikisha Mungu katika safari zako, katika biashara zako, kwa ndoa yako, kila jambo ukimshirikisha Mungu, unapata usalama. Na hapo unatiwa nguvu. Na hapo unasikia kabisa, niko mahali panapofaa.
Ukisoma katika hiyo Methali hiyo 16 mstari wa 25 anasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa, iko njia ionekanayo kuwa sawa kwa mtu, bali mwisho wake huelekeza mautini. Ndugu zangu, safari ya wokovu ni safari iliyo na milima na mabonde. Safari ya wokovu ni safari iliyo na changamoto nyingi. Safari ya wokovu ina shida, ina taabu, lakini tunaambiwa heri yule mtu aliye na subira, maana siku ya mwisho anapata thawabu. Pata uvumilivu, mtu wa Mungu, pata subira, maana unaenda kupata yaliyo mema. Kuna njia inayoonekana sawa kwa mtu. Siku zote sisi tunaona kama tunaenenda vyema. Siku zote tunaona kama vile tumekaa vizuri, lakini bado hatujakaa vizuri. Tutafute kukaa katika Bwana ndio tukae salama. Tafuta kukaa ndani ya Kristo ndio utapata usalama. Tafuta kukaa ndani ya Kristo ndio unapata kibali. Maana Biblia inasema ukikaa ndani ya Bwana unapata kibali mbele za Bwana na unapata kibali machoni pa wanadamu. Njia hii ambayo sisi wanadamu tunaona kama ni sawa, Biblia inatufundisha inatupeleka mautini. Mara mingi tunapohubiri watumishi wa Bwana, unaambia mtu acha njia mbaya, acha mambo mabaya, acha kufanya hii, acha kufanya lile. Mtu anasema mimi mtumishi wananionea. Sio kuonewa. Ni vizuri uambiwe, usije ukasema sikusikia. Kwa sababu Biblia inasema katika Zaburi 1:1, heri yule mtu asiyekwenda katika njia ya walio waovu. Kwa hivyo ni vyema sana uchunguze njia zako, unaendaje? Ni vyema sana ujue njia zako zinakaaje. Ni vyema sana ujue vile unavyokaa na wanadamu. Ni vyema sana ujue vile unavyokaa na watu ambao wamekuzunguka. Ni vizuri sana ujue kukaa pia na majirani yako. Ni vizuri sana ujue kukaa na wale ambao mnafanya kazi pamoja. Kwa hivyo siku zote usione kana kwamba njia zako ni bora kuliko njia za mtu mwingine. Anayejua moyo wa mwanadamu ni Bwana. Na anasema jawabu linatoka kwake. Kwa hivyo Yesu anakufahamu, Yesu ananifahamu. Tuweke njia zetu sawa sawa, isije ikatufikisha kwenye mautini. Kwa sababu hakuna haja uteseke duniani alafu uende uteseke tena jehanamu. Afadhali uteseke ukiwa duniani ufikie uzima wa milele. Afadhali upite mapito hapa lakini upate kuurithi mji ulio salama. Afadhali upitie, afadhali ulie leo lakini kesho upanguzwe machozi na Bwana. Kwa hivyo njia zetu tutengeneze mbele za Bwana. Tusije tukajidanganya kwamba tuko sawa na hatuyuko sawa. Tusije tukajidanganya kwamba tunaenenda vyema na hatuendi vizuri. Kwa hivyo siku zote tamani kujihoji, tamani kujiweka kwenye kikao, tamani kujiweka kwenye tafakari. Muulize Mungu, jinsi ninavyokaa mimi, jinsi ninavyotembea mimi, ninakufurahisha Bwana? Njia zangu zinakaa vizuri mbele zako? Njia zangu zinakaa aje machoni pako? Mienendo zangu siko vipi? Ninakaaje na majirani? Bwana, nifundishe vile nitakavyokaa. Nifundishe vile nitakavyoenenda. Nifundishe hata vile nitaongea na watu. Maana kuna watu hata maneno yao hayatii moyo. Kuna watu mazungumzo yao ni ya kufunja moyo. Kwa hivyo jiweke kwenye kikao, jiweke kwenye tafakari. Mwambie Mungu, leo nakukabidhi maisha yangu. Na tumaini langu nimeliweka kwako. Nifundishe njia zako Bwana. Nifundishe jinsi nitakavyokaa. Nifundishe jinsi nitakavyo hata zungumza. Nifundishe jinsi nitakavyo hata tembea na wenzangu. Maana ukimwambia Mungu jambo, Bwana analitekeleza hilo. Kwa hivyo Mungu ni mwaminifu sana. Na Mungu anakupenda wewe unayemsikiliza. Mungu anakujali, ndio maana amekukirimia siku njema ili ukapate kusikia neno hili ya kwamba mipango ya moyoni ni ya mwanadamu. Mipango ya moyoni ni ya mwanadamu. Ni kweli tunapanga, lakini leo panga na Yesu. Ni kweli una mahesabu, ni kweli kuna mambo ambayo unaitarajia kufanya. Tamani kabisa mipango yako ukapange, shirikisha
Bwana. Na ukimshirikisha Bwana utaona makuu na utaona maajabu. Namalizia Methali 24 mstari wa 13. Anasema hivi. Methali 24 mstari wa 13. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, hakika Mungu ni mzuri. Tumkabidhi Mungu njia zetu. Anasema 23:14. Dhabihu, Methali 23:14 anasema, dhabihu kwa fimbo na kuiokoa nafsi yako kutoka mautini. Mwanangu, kama moyo wako una hekima, basi moyo wangu utafurahi. Katika kuchagua mema, katika kuchagua njia iliyo sawa, tamani kupata hekima kutoka kwa Bwana. Tamani kupata hekima. Hekima itakusaidia. Hekima itakuonyesha njia. Hekima itakuongoza. Hekima siku zote itakufundisha. Kwa hivyo ukiwa na hekima mbele za Bwana, hakuna jambo litakushinda. Ukiwa na ufahamu mbele za Bwana, hakuna jambo utaona likiwa ngumu. Kwa hivyo tutafute hekima katika safari hii ya wokovu, kwa sababu ukifanya kwa ujuzi wako hutafika, lakini ukifanya kwa hekima itokayo juu, kuna msaada inatumwa kwako. Utafika salama na utamaliza mwendo wako salama. 23 ya hiyo 23 ya Methali anasema, nunua kweli wala usiuse, pata hekima, adabu na ufahamu. Siku zote unapopata hekima usiuse. Mtu wa Mungu, siku zote unapowapata chochote kizuri ambayo Mungu amekusaidia, tamani kugawia mwenzio kwa upendo. Tamani kushiriki na mwenzio kwa upendo. Tamani kunongonezea hata mwenzako. Mwambie, mimi Bwana amenisaidia hapa. Mimi Bwana amenifusha hapa. Mimi Bwana amekuwa msaada wangu. Mimi Bwana nilipomshirikisha mambo yangu, nimeona mambo yangu ikienda salama. Nilipomshirikisha Bwana biashara zangu, nimeona biashara yangu imechanua. Nilipomshirikisha Bwana akasimame kwa ajili ya ndoa yangu, nimeona kuna furaha, nimeona kuna upenyo, nimeona Bwana akinitendea. Nilipomshirikisha Bwana, maana kuna mambo ambayo inaweza sumbua mtu. Kuna mambo ambayo inaweza kukusumbua ya ndani, huwezi elezea, lakini unapoenda mbele za Bwana ukimuelezea Bwana kwa machozi, Bwana anakujibu. Na Bwana akikusaidia, saidia mtu. Bwana akikusaidia, saidia mwenzako. Bwana akikuinua, muinue mtu. Usikuwa wa binafsi. Usikuwa wa mimi tu. Usijipende mwenyewe, penda na wengine. Saidia mtu, maana hujui kesho ya mtu itakuwa namna gani. Na huyo mtu akifanikiwa, maombi yake siku zote inakusimamisha. Na ndio siku zote ninafundisha pale kanisani, na hata wewe leo nakushirikisha ya kwamba maombi ambayo mwanadamu anaomba siku zote, ama mtumishi anaomba siku zote, ama wewe unayenitazama unaomba siku zote, ni akiba ya mambo ya kesho. Kwa hivyo unapoomba usichoke. Unaombea kazi na kazi bado haijakuja, wewe endelea kuomba. Unaombea biashara inuke na bado biashara haijainuka, usikate tamaa, endelea tu kuomba. Mkabidhi tu Bwana mambo yako. Unaombea ndoa yako ikae sawa, bado haijakaa, mwambie Bwana, wewe ndio uliniruhusu nikaingia kwa hii ndoa. Bwana wa majeshi, bado naendelea kuomba. Usilegeze kamba, endelea kuomba. Endelea kuomba, maana maombi unayeomba usiku na mchana ni akiba yako ya kesho, ya Bwana kukutendea mambo makuu. Kwa hivyo mtu wa Mungu, nakutia moyo asubuhi ya leo ya kwamba mkabidhi Bwana mambo yako, na mambo yako hii yatakuwa salama. Natumai umenisikia sana mahali popote ulipo. Natumai umeelewa neno la Mungu asubuhi ya leo. Wacha neno la Bwana likakutie moyo, likakuuishe, likakuongoze katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na kama uko hapo umenisikiliza na kuna mambo ambayo yamesumbua maisha yako, yamesumbua moyo wako, wacha Bwana wa majeshi aliye mponyaji na mkombozi akakuponye siku ya leo. Kuna yule ambaye ananisikiliza kuna yule ambaye ananisikiliza saa hii, uko mgonjwa. Kuna kitu ambayo imesumbua maisha yako mpaka umepata magonjwa, umepata stress, umepata ulcers, umepata kisukari, uko na pressure. Acha tu Bwana akaingilie siku ya leo, akawe jibu na akawe suluhisho. Mkabidhi Bwana hilo linalokusumbua, na utaona Bwana akikutendea. Naamini kabisa umebarikiwa
nami nasikia nimebarikiwa kuzungumza pamoja na wewe. Asante kwa ajili ya kunipa muda wako, umenisikiliza kabisa. Najua umeacha vyote ulivyokuwa unafanya ukapate kusikiliza neno la Mungu. Nami nasema asubuhi ya leo, Mungu akubariki sana na Mungu akutende mema mahali popote ulipo. Acha neno hili likawe jibu na likawe suluhisho kwa maisha yako. Natamani kabisa tushiriki maombi pamoja, alafu nasema ya kwamba hilo neno endelea kulitafakari na utaona makuu ya Bwana. Naomba tushukuru, naomba tuombe mbele za Bwana. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya wema wako. Pia ninakushukuru kwa ajili ya mpendwa mtazamaji ambaye amenitazama asubuhi ya leo. Asante pia kwa ajili ya kipande ya neno lako ambalo umetupea asubuhi ya leo, ya kwamba tukukabidhi njia zetu, tukukabidhi mienendo zetu, na wewe utaenda kututendea makuu. Umesema mipango ya moyo ni ya mwanadamu, ila jawabu latoka kwako. Baba wa rehema, tuna mipango mingi, tuna mambo mengi ambayo tunapanga, tuna mambo mengi ambayo tunawaza kama wanadamu, lakini haya yote ambayo tunapanga, Bwana, wewe ndiye uko na jibu ya kila jambo. Kuna mtazamaji wangu ambaye ananitazama, anapanga kuweka biashara, kuna wale wanapanga kusafiri, kuna wale ambao Bwana wa majeshi wanapanga kupanua kazi zao, kuna wale wanakutumainia, kuna wale wanataka kuongezeka. Baba wa rehema, wewe ndiye unajua mipango yote na jawabu linatoka kwako. Na kusiuketie kwa kiti cha enzi, Baba wa rehema, ukawajibu wanao, ukawatende mema kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana wa majeshi kwa ajili ya kabila, lugha na jamaa ambao wamenitazama asubuhi ya leo. Ni viumbe vyako, umetuumba kwa mfano na kwa sura yako. Nami na wabariki asubuhi ya leo, nami na wanenea baraka za rohoni na za mwilini, ukawatunze, ukawahifadhi. Asante, maana wewe ni mwaminifu. Pokea sifa na hata utukufu katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. 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 Asante sana Pastor Sylvia kwa kutupea neno nzuri, kwamba uamuzi ni kwetu sisi ambao tumelisikiza neno. Amen. Na tukaweze kumkubali Mungu kuwa katika maisha yetu. Mpendwa mtazamaji, karibu sana. Nilikwambia kwamba leo hii tumeamua ya kwamba we don't preach just local, but we are preaching international, all the way from Nakuru ndani Masaini huko. Nani mama yuko hapa, ni mchungaji. Mungu amembariki, yuko hapa, ameshiriki pamoja na sisi neno. So sijui wewe ni nini inakuzuia? Unajua wengi wanasema wachungaji wanafaa kuwa wanaume. Bwana achagui. Ukiwa mtumishi wa Mungu, uwe mtoto, uwe kijana,